Watanzania wenzangu, wenye akili kubwa tu ndio watakao nielewa, lakini wenye wanaotumia akili za ndogo na hawaoni mbali wataanza kunitukana na kucomment maneno ya matusi, kashfa. Hakuna shida, lakini mimi nazungumza ukweli. Mtakapokaa na kuelewa na kutafakari, mtagundua huyu bwana Ikongo anayazungumza ni sahihi. Huyu mama tunamuonea, rais tunamuonea kwa sababu ni mwanamke. Why nasema hivyo? Kwa sababu kwa nini wanaharakati wote walinyamaza wakati wa Magufuli? Kwa nini wote wanaosema wana haki za binadamu, Umoja wa Mataifa au wote nchi za nje walinyamaza? Why sasa hivi? Kwa sababu ni mwanamke ndio wanaongea. Hiyo ndo maana ninayosema kwamba huu ni mfumo dume. Kwa hiyo mtu yote anayeongea sasa, uwe ni msomi, uwe ni profesa, uwe ni nani, uwe ni mtu, ni kiongozi, wefikiria mama Rais Samia sasa hivi anatengenezewa mizenge mpaka ndani ya chama chake. CCM yenyewe ndani ya chama chake kuna makundi yanamtengenezea ajali, wanamtengenezea ili ionekane tu rais hafai na nini. Huo ni mfumo dume. Huo ni mfumo dume. Sasa hivi okay, maandamano tarehe 9 Disemba, sijui utafanya nini. Hayo yote ni mfumo dume. Jiulizeni, kwa nini hamkusema mwanzoni? Haya, Mheshimiwa Rais hayati Magufuli amefariki. Baada ya kufariki amechukua Mama Samia. Kwa muda huu amefanya kazi na mfumo ule ule wa Magufuli, ule ule wa kuwa na madaraka yote. Sasa amefika mahali juzi, wakati ameapishwa, wakati wa hotuba yake amezungumza wazi, amefanya jambo la kishujaa. Nilitegemea nchi nzima, wananchi wote, nilitegemea Watanzania wenye nia njema na taifa hili, nilitegemea wanaharakati, nilitegemea vyama vya kisiasa vyote vya upinzani na chama kilichoko madarakani, nilitegemea jambo hili mumsapoti mama na mumtie moyo na kumpongeza kwa ushujaa mkubwa. Hakuna, hata kama mimi leo ningekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata kama ni wewe, usingefanya aliyoyafanya Rais Samia, kuondoa madaraka yote aliyokuwa nayo. Sasa hivi juzi kwenye hotuba yake amesema, naiondoa ofisi ya waziri mkuu iliyokuwa ndani ya ofisi yangu, naipeleka iende kwenye ofisi ya waziri mkuu. Kwa madaraka yote ameyaachia. Sasa hivi amekaa ni rais wa nchi. Waziri mkuu huyu tuliye naye sasa, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, ndio waziri mkuu mwenye madaraka kama walivyokuwepo wakina Pinda. Kwa mfano, nafasi hii angeipata rais angeipata Mheshimiwa Majaliwa, angefanya kazi nzuri sana. Kama nafasi hii ninayosema, waziri mkuu Majaliwa ambaye sasa hivi ni mstaafu, kama ingekuwa ofisi ya rais imeondoa ofisi ya waziri mkuu, alafu waziri mkuu ni Majaliwa, mngeona kazi ingeenda vizuri. Lakini waziri mkuu Majaliwa alikuwa anapata shida kwa sababu alikuwa ni waziri mkuu lakini hana mamlaka, hana ofisi. Ndio maana juzi nikasemaje, kilichotakiwa sasa hivi kwa Watanzania ni kumpongeza Mheshimiwa Rais kuiondoa ofisi ya waziri mkuu ndani ya ofisi yake, na kumpongeza kwa sababu ni marais wachache wanaondoa mamlaka, wanaondoa madaraka yote, wanayakabidhi kwa watu wengine. Kwa ni wakati wa kumpongeza Mama Samia, ni wakati wa kumtia moyo, wa kusimama naye kwa siku hizi chache, hata mwezi mmoja hujaisha. Lakini sio wakati wa kumwambia. Yani nataka muelewe, Tanzania imezaliwa upya. Yani maana yake sasa hivi waziri mkuu tuliye naye ni mpya, rais tuliye naye ni mpya. Kwa nini? Kwa sababu ya mifumo. Tumuache afanye kazi kwenye mfumo huu mpya. Waziri mkuu naye hata katika matamko yake, nimemsikiliza waziri mkuu anavyoongea, nasikia anavyoongea,
bado kama juzi amesema mama amesema ametoa maelekezo sijui nani Bishop Gwajima basi polisi wasimtafute. Nimemsikia waziri mkuu anasema kwamba rais ametoa maelekezo kwamba Askofu Gwajima asitafutwe. Rais ametoa maelekezo kwamba amewasamehe viongozi wa dini, amesamehe taasisi za kidini. Maneno hayo anaoongea waziri mkuu, ukikaa ukamsikiliza kwa umakini, unagundua bado yuko kwenye ule mfumo wa awamu ya 5. Kwa sababu hajijui kama ana madaraka, hajatambua kwamba yeye ndio waziri mkuu, hajatambua kwamba ofisi hiyo imetolewa kwenye ofisi ya rais. Yeye sio wa kusema kwamba rais ameelekeza, hapana. Yeye ni kusema kile anachokifanya kulingana na ofisi ya waziri mkuu. Alafu kama rais ana jambo, hata kama amempa maelekezo, sio kazi yake kusema kwamba rais amesema, hapana. Maana sasa hivi ofisi ya waziri mkuu ina madaraka kamili. Kwa hiyo waziri mkuu anatakiwa asimame, aonyeshe pawa yake, aonyeshe nguvu zake, anaamua maamuzi kama yeye. Yale mambo ya kwamba kuna maelekezo kutoka juu yameisha. Kila mtu asimamie nafasi yake. Na lingine, ili tumsaidie mheshimiwa rais, kusiwe na matukano na nini. Madaktari wote wa mikoa, wilaya, simamieni ofisi zenu, hospitali zote, vile vibao viko kule, badilisheni ile mambo ya ofisi ya rais, ondoeni, wekeni ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Shule, maafisa elimu wa mikoa, wilaya, shule zote, vibao vilivyoko ndani ya mashule vibadilishwe majina. Futeni vile vibao pale pameandikwa ofisi ya rais, sasa paandikwa ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Hata kama kutakuwa na uchaguzi mdogo, uchaguzi wa namna gani, utasimamiwa na ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Kwa rais yeye sasa hivi hatutakiwi kumlaumu, hatutakiwi kumnyoshea vidole. Ameshaamua kwamba ofisi ya waziri mkuu itoke kwenye ofisi yake. Ni wakati wa kumpongeza. Lakini kwa sababu ya mfumo dume, kuonea kwa sababu ni mwanamke, ndio maana sasa hivi mna maandamano, mara hiki. Kwa nini tusikae pamoja? Ukiangalia hata CCM sasa hivi, iangalie kama juzi tarehe 29, wewe fikiria tu binadamu wa kawaida. Tarehe 29 kumetokea maafa, kuna watu wamekufa, kuna watu wamepoteza mali zao katika zile vurugu zilizotokea. Wako watu wanaingia kwenye maombolezo. Hebu fikirini, hili linaingia akilini? Viongozi wa dini hawaongei hili. Watu badala ya kuunganisha taifa, wao wako kwenye vikao vya kutafuta wamamea, kutafuta wenye viti wa halmashauri. Hivi tunavyoongea sasa hivi ni mapambano tu ya uchaguzi. Hata hawajui kama kuna tatizo lilitokea la Oktoba 29. Hawajui hilo. Kama ingekuwa Chama cha Mapinduzi ni kile cha zamani, hakina makundi, hakina vitu vya ajabu, hakina mfumo dume, sasa hivi kwanza wangempongeza mama, alafu wangeachana na uchaguzi, ungeahirishwa kwanza. Hakuna cha uchaguzi wa mamea, hakuna uchaguzi uchaguzi wa wenye viti wa halmashauri. Sasa hivi kila kitu kisimame kwanza. Nguvu zote za vyama vyote vya kisiasa zote zipelekwe kuliunganisha taifa, tuwe pamoja katika umoja, na kumpongeza mheshimiwa rais kuondoa madaraka yote, madaraka mengi kuyaondoa kwenye ofisi yake na kwenda kwenye ofisi ya waziri mkuu, kuisapoti serikali. Tuhakikishe kwamba tunaongea amani, umoja, mshikamano, tuongee kwa lugha moja. Vyama vya kisiasa, viongozi wa dini wote tushirikiane, tushirikiane na kumpongeza mheshimiwa rais na kuamua kumuunga mkono ili aweze kufanya nini. Lakini kinyume cha hapo, ndani ya CCM wenyewe kwa wenyewe ni visa. Nitatoa mfano hapa kwetu Kilimanjaro. Sasa ukiniambia kwa mfano jimbo la Moshi mjini, sasa hivi wilaya ya Moshi mjini, unataka uniambia ama swala ya umea, si limeshagawanya? Kuna nini pale? Ni vurugu tupu. Watu wanatukanana, watu wanaongea maneno machafu, na wote wako ndani ya
ugombea meya, wanataka umea nchi nzima. Sasa hivi wenye viti wanagombea wenye kiti yani kugombea madaraka. Kwa nini CCM isiamue kusimamisha haya mambo yote ya uchaguzi kwanza? Tutafanya huko baadaye. Tuliunganishe taifa, tufanye maombolezo na watu waliofiwa, tuangalie namna gani, kama vile mama anavyozungumza na serikali inavyozungumza kwamba tuangalie wale watu waliopoteza mali zao, watu waliofiwa na nini, tuangalie ni nini kinafanyika huko mbele, kuliko kuendeleza chuki namna hii na kusema kwamba si haki kumtukana mheshimiwa rais kwa njia ya mitandao. Wewe angalia, nani alisubutu kumtukana Magufuli? Kwa nini mlinyamaza wakati wa Magufuli yote? Mambo yote yanafanyika, kwa nini mlinyamaza? Na wengine mlikimbia nchi. Kwa nini sasa hivi mnajifanya mnajua kuongea, mnajua wanaharakati, ni wasomi, sijui mnajua haki za binadamu, sijui Umoja wa Mataifa, sijui tutafanya hiki. Yote hayo, hata kusema kwamba sijui tunamshtaki na nini, ni mifumo dume. Angekuwa ni mwanamume msingemfanyia haya mnaofanyia. Kwa bado nchi yetu ina mfumo dume. Na hilo inatakiwa Dr. Samia alielewe. Mfumo dume uko ndani ya vyama, ndani ya Chama cha Mapinduzi kuna mfumo dume. Angekuwa sio mwanamke, msingefanya haya mliofanya. Na mfano upo, wakati wa Rais Magufuli hamkufanya hayo. Mliufiata mkia, wengine mkakimbia nchi, wengine mkaenda kukaa huko. Mlikuwa msubutu kuongea. Ukiandaa tu maandamano ukijulikana nani aliongea. Watu wa nje hawa wanapata nguvu kwa sababu tayari sisi na mfumo dume umetugawanya. Kwa mimi ninachowaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, simamia nafasi yako. Una mamlaka yote kuliko mawaziri Waziri Mkuu Majaliwa aliyepita. Sababu Waziri Mkuu Majaliwa alikuwa ni waziri mkuu, ni mchapa kazi kwa kweli, mzee wa watu, ni mtu ambaye hana maneno, lakini alikuwa amenyang'anywa mamlaka toka 2016. Hakuwa na mamlaka. Sasa hivi wewe Mheshimiwa Mwigulu una mamlaka yote ya waziri mkuu. Hebu simama kama wewe, kama waziri mkuu, toa matamko. Kwa mfano, mimi sikutegemea kwamba mpaka sasa hivi unaweza ukaenda kwenye shule za primary ukute kibao kimeandikwa ofisi ya rais. Nilikuwa siamini. Lakini sasa hivi bado rais amesema na hakuna kinachoendelea. Mmeendelea na mambo mengine tu. Lakini badilisheni vibao, badilisheni ili walimu, mabenki yote, zile fomu wanazowapa wananchi huku chini, za mikopo za nini, ziandikwe ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Maana waziri mkuu ndiye mtendaji mkuu. Na wewe waziri mkuu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, kubali lawama. Sasa hivi watu watakulaumu wewe. Wewe ndio, yani wewe sasa hivi ndio kama gunia la deki. Utatukanwa, utadhalilishwa. Lakini rais aachwe afanye kazi yake. Yeye atatoa maelekezo kwenu, na yale maelekezo mtakayoyapata sio lazima mtuambie tu rais anasema. Sasa hivi tumuache rais akae safi. Sio kwamba rais tunamchafua tu kwa mambo yetu.